guys, welcome back. This is Middle East Adventure. So today guys, I want to share with you my trip to Iveti Hills and Chamwili Corner, where the nature defies gravity. Actually, as I was browsing online and checking social media, I couldn't believe it if this is very true. Like for real, how can something inapanda juu ya mlima badala ya kuteremka chini? I was wondering, how is this possible? So I say that I should make a step and go and visit this place. So eventually, guys, this place is in Machakos, and I had to take my trip to Machakos. Then after Machakos to Ifeti Hills and the Chamwilu Corner. Actually, I really enjoyed the journey, guys, and the journey was so nice. However, there were rains. Mvua ilikuwa inanyesha tu uh, through the entire time. That's all the difficulty I encountered during that visit. But the nature was so nice. The place was so nice. So I started with Iveti Hills. I started with the Iveti Hills, whereby I tried to hike and walking hapa na pale. So actually, it was fun and it was so tiresome kwa sababu hizo hills ni kubwa. Pia nilikuwa nimeingia kwa msitu. However, pia msitu ilikuwa very big, so actually ilikuwa more I see other parts. So after that, I went for lunch and I started to try the locals. What I expected actually was something unique, something special in Ukambani, but actually I end up in Madondo. Is it Marondo? Sorry, Marondo. So I just taste Marondo, but Marondo is something that is unique. So and it was just like that. Then after that, I proceed to Chamwilu, which defies the gravity. Actually, this was insane. So let's venture into the adventure. Thank you guys. Ensure you subscribe and like and share. Hello guys, so safari yetu ilianza ilikuwa ni asubuhi mbichi, asubuhi ya baridi. So nikaingia pale kwa matatu pale. Nasema on my way from my place. So nikarive kwa stage. Ninaweza kuona kwa stage. Kuna busy town. Sasa nikaangalia gari za kwenda Machakos ziko wapi? So ndo tulikuwa natafuta hapa guys. So nikapata hii gari inaenda Machakos Express. Ikabidi nimeipanda tu chap ndo nisichelewe, because unajua mimi huendaga na time. I normally go with time. Me, I'm very time keeper. I keep time and I keep my programs intact. So mimi hapo nilikuwa najicheki kama niko sawa. Something like that, but shy kidogo kwa kamera. Ikiwa nasubiri gari ikiwa inataka kuanza mwendo. Ghafla bin vu, gari kaanza sasa ku take off from Kitengela on my way to Machakos. So guys, it's my first time kwenda Machakos. I was very excited for the first time going to Machakos County. So katika ile harakati nikaanza kurecord njia hapo, nione how the street near the road are like it. Yeah, so as you can see, tuko tu kwa matatu. Tunaendelea hapo, tunapita watu. So kidogo mvua ikaanza. Sasa unajua mvua ilipoanza nilishtuka. Mwanzo mvua ilikuwa haijaanza this particular time. Mvua ilikuwa ndo inataka kuanza sasa, ni ile manyunyu. Baadaye sasa kukanyesha kweli. Nikawa na wasiwasi, hii safari yangu itakuwa aje guys. So I was wondering. So kidogo tu tukafika Machakos. So that is Machakos town. Actually I discovered that Machakos pia si mchezo. Develop as you can see. The town is developing. I can say this is the town under the mountains, because you can see it's surrounded by mountains or whatever. So unaona nikafika sasa, nikasema acha nifike hapa ni introduce
nifanye introduction ndo tuone what next. Machakos, we are on our way sasa to Iveti Hills. We are on our way to Iveti Hills right now. Na actually nimejaribu kuuliza wase fulani nikaambia wajui, so nimeangalia map imenidirect this way. We are going to that way. Then we will turn left. Okay? After turning left, sasa tuende huko. Aya, so ikabidi nimeanza kutembea hapo guys. So ikabidi nimuulize huyo mzae wapi Iveti Hills, juu is like ilikuwa nimechanganyikiwa. So jamaa akaniambia mahali iko ni huko almost like 26 minutes ukipanda Nduthi. So ikabidi nitembe kwa streets za Machakos town ili niende nitafute Nduthi ndio niweze kupanda ili niweze kufika Iveti Hills. So katika ile harakati ya kutembea nikaona mazuri hapo on the way. Boda wako hapo, so nikafika kwa boda nikamuuliza. Nikawa sana jaribu kuongea naye, namuuliza from here to Iveti Hills ni how much. Sasa ananiambia mara kwanza alikuwa atakunigonga, ananiambia ni 400. So finally nikapata boda fulani hapa akakubali kunibeba. After nimenegotiate. Unajua mimi lazima negotiate bwana, kwa sababu unajua uchumi sahi mambo si mazuri vile, so lazima ujitetee. So katika ile harakati mimi nikapanda boda. Sasa on my way to Iveti Hills nione venye nitaenda ku hike. So nikaanza kurecord pale. Boda pia akawa ananipigisha mastori. So naelewa tu ukipata boda friendly at least uweze boeka, unapigisha tu story za jaba. So unajua inabidi tu sasa ukubaliane na story. So tukaenda, finally nikafika. So after introduction ikabidi sasa nianze na kuingia kwa forest. This was the scariest part. Hii forest ni kubwa jamaa, na mvua ndo hiyo pia ilikuwa inanyesha. Uko 8 kilometers away from here. So acha tuanze ku hike, although I'm very naogopa sana. So ndo hiyo, the entire forest is very big actually, na pia inatisha at this place, but let's just go and we see how things are. Okay, the forest is very big, very big guys. Well, this is
This is insane. Wish. Yeah. So, si tumekuja kutembea sasa, tutembee. Yeah, so guys, ensure you subscribe to Middle East Adventures as we adventure more and more. So that is the forest. The forest was very big. Nilitaka niende huko deep sana, lakini sasa unaelewa guys, nilikuwa tu mimi mtu mmoja peke yangu. Sasa sikutaka kuenda huko deep sana kwa sababu unajua safety first. Unajua kama ingekuwa maybe tuko watu 2, 3, 4, 5 at least, ile hata simba ikitokea naweza kimbia. But hiyo msitu ilinibamba sana, as you can see. Kwenda huko ndani ilikuwa kuko giza na kuko dark. As you can see, the msitu is very huge. Nikaamua sasa kuteremka huko chini, sasa ndo nianze kwa hike. Sasa ndo nikawa na hike hapo sasa. And I can say the day was very amazing. Nimepanda kuanzia huko chini kwenye mnaona, na the place is so quiet guys. It's so quiet, I can't imagine. So na pia kuna mvua. Rain is raining so much, but as you can see, this is the forest. This is the forest. The forest is very huge. I don't think if I'm going to walk everywhere. You can see. So this is Iveti Hills. As you can see, the place is so huge. But acha tuendelee na kutembea. It was very fun moment actually at Iveti Hills. The hill is very big guys. Na pia nikaingia ndani ya forest, that was nilikuwa niko mwoga sana, but eventually nime succeed. Na ndio hivyo, I'm on my way sasa tukaone jinsi nature ina defied the gravity kama namna gani, ndio share kama namna gani, so that I can bring more and more amazing content of my adventure. So after that guys, nikasikia njaa kidogo, nikasema acha niende lunch, but nikasema acha nipitie hii duka niulize mahali ambapo maybe naweza pata hoteli. So after that nikaelekezwa mahali fulani hapo. Hii ni center fulani iko maeneo haya. Nikasema acha niende, juu nilikuwa nasikia njaa sana. Nikasema acha niende, maybe naweza see something nikule. Nipoeshe njaa before ni proceed to Chamwilu Corner. So nikapata hiyo hoteli hapa, nikasema acha niingie nijaribu. So nikamuuliza vyakula ambavyo viko. Nikaona kwamba hapa hakuna kitu. Akaniletea tu mchele, imagine. So mimi hata sikuipenda hii mchele, lakini sasa I had to eat it kwa sababu nilikuwa niko na njaa. Like for real, mchele haina hata supu, haina nini. So after that nikasema acha niende nitafute nyama choma, ama nikakosa nyama choma. Sasa nikapata hizi
hizi ninio tunaziita orende ni marondo ama nini, something like that, miguu ya kuku miguu ya ng'ombe na kichwa ya ng'ombe. Sasa nikafika hapa mwanzo, hawa walikuwa sijui walikuwa wananisengenya Kikamba. Mimi niwaambia nataka nimuuliza nini ni how much, marondo ni how much. Kaniambia ni chwani na ugali, akaniambia ni 20 bob, but alikuwa amesema ni mbao. Sasa yeye akadhani mimi sijaelewa mbao. Sasa wakasema haya. Sasa mzee akanikatia. Aliponikatia hapo, nikasema acha nijaribu inakaje, lakini haikunibamba. Yeye nakwambia hapa street food sikuona kama iko fiti. Tunaona hapo ndo hivyo, nakula marondo na ugali, as you can see, marondo na ugali. Sasa ikabidi tu nikule juu ningedu. So ndo hiyo. Ilikuwa tu iko tu. Ilikuwa iko tu, mimi nikaona tu nikule. So after nimeshiba nini, kasema acha nitafute boda nipande. Sasa is time to go to Chamwilu Corner, mahali ambapo the nature defies gravity. Ukimwaga maji inapanda juu, ukiweka mtungi inapanda juu. Kasema nataka nione maajabu. How is this possible? So finally nikapata boda wa kunirudisha. So ulikuwa tunarudi hadi town kwanza, hadi Machakos town, ndo from Machakos ndo twende Chamwilu juu haikuwa karibu na hapo venye nilikuwa na expect. So jamaa akanibeba, tukaanza kupiga ma stories, unaelewa, but huyo alikuwa ni boda mwingine, si yule nilikuja na yeye. Sasa huyo mwingine sasa ndo alikuwa na stories za ajabu. Wale wazile za chekechea huku zimejaa. Huyo mwingine ndo alikuwa na stories za ajabu. Ati sasa unajua hapa kuteremka huku kote ni kitu. Sasa tulipofika hapo tukafika kwa joint. So kuna mzee mwingine alikuwa anataka pelekewe maembe, ipelekwe huko kwa soko. Sasa nikaambia chukua kidogo. Sasa nikasema siwezi kataa, sasa kitu cha kupewa jamani, na nasikia ni maembe za Ukambani ni tamu. Nikasema acha nionje, but to be honest guys, hazikuwa tamu nilikuwa expect, but ikabidi tu nimechukua. So ikabidi tu nimechukua maembe na nikapanda kwa boda, tukafika town. Sasa tulipofika town, sasa nikapanda gari za kwenda huko Chamwilu, but ni iko karibu na mahali inaitwa Kaloleni. So nilipanda gari za kwenda Kaloleni. Sasa jua hiyo at time mimi pia niko na map zangu, nikiangalia kuhakikisha kwamba sipotei na kuhakikisha kwamba the accuracy. So niligundua pia gari za huku. Finally nikafika. Sasa nikaanza introduction. That's where nature defies gravity. Okay? So ndo hiyo, I just can't wait to see the magic. So guys, I'm at Kaloleni, hiyo place ambayo there is a so nature defies gravity. I was on my way. Sasa nikiwa naelekea. So nilifika hadi Kaloleni town, na nilikuwa nimeacha Chamwilu huko down kwa sababu ya mvua. So singeweza kushuka juu hiyo place hakuna mahali unaweza hide mvua hata. So ikabidi tu nimeshukia huko ni hide mvua ndo nirudi na mguu sasa nikielekea kwa hiyo kona. How is it possible? So I wanted to see it by myself. So kuja na mimi as we go to the area. Check. Actually from Kaloleni center to that place
It's like I think in 1.4 kilometer. So it's just a walking distance, 20 minutes walk. Yeah, if it is by boda. So unaona hapo mvua ndo ilikuwa mingi. You can see the environment. Hilo kona kimwaga maji napanda juu. It's actually going to be an amazing experience. Unaona gani? Yeah, so hapo nikajaribu mitambo ikakataa kutoa sauti. Ikabidi sasa nitafanya interview baadaye. Sasa the interesting part. So huyu one of the tour guide Sona anaeka chupa inapanda juu badala ya kuteremka chini. This is crazy. So unaona hapo sasa. Inapanda juu badala ya kuteremka chini. Ikabidi aeke tena tuone. So unaona? Inapanda juu. Huko ni juu huko juu ya mlima. As you can see. Hey, this is crazy guys. Na huku upande huu mwingine ni mteremko. So chupa inapanda juu ya mlima badala ya kuteremka chini. Hey, hii ni maajabu ya dunia. Sasa after that, huyu tour guide ikabidi tuingie session nyingine ya kumwaga maji. Sasa akawa anamwaga maji sasa. Sasa venye unaona maji badala iteremke chini inapanda juu. Hey, hii ni maajabu. Huko ni chini, then huko ni juu mlimani. Sasa venye unaona maji inapanda juu mlimani badala ya kuteremka chini. Tumeshamaliza trip yetu at Chamvilu. Chamvilu corner. As you can see ndio hiyo corner huko. Sasa we are going back. Thank you guys for being in this journey. So we are on our way back. Yeah. So we've just explored. Tumeanza na Iveti Hills. Tukakuja hapa Chamvilu. So please subscribe for the next update.